Rashidi aliamua kuzima moto wa jiko kwanza, kisha akamgeukia. Unacheka nini? Unataka nini? Unafanya nini hapa? Faith alimuuliza. Unataka nikuache eh? Rashidi akaitikia, ndio niache. Faith akamwambia, kama unataka nikufuate, nifuate. Nataka kukuonyesha kitu. Rashidi alimwambia, kwa nini nikufuate? Kwa sababu unataka nikuache. Rashidi alimeza mate kidogo, akapunguza ukali, kisha akauliza, niambie kwanza tunaenda wapi? Faith akamwambia, kama unanifuata usiulize maswali, au kama hutaki, mimi siendi popote. Kimya cha muda kilipita wakiangaliana. Rashidi hakuwa na la kusema, aliamua kukubali, maana sasa Faith amekuwa matatizo kwenye maisha yake, yaani kawa wakati mgumu. Sasa tupate matangazo mafupi kisha tunarudi. Taarifa njema kutoka Empire Studios. Ubunifu si chaguo, ni utambulisho wetu. Kama unahitaji vipeperushi vya matangazo vinavyovutia macho, kadi za harusi zenye hadhi na mvuto wa kipekee, kadi za biashara zinazoacha alama ya kitaalamu, au mabango na matangazo ya biashara yanayouza kabla hata hujaongea, tuone sisi. Katika Empire Studios tunakufanyia kazi safi kwa ubora wa hali ya juu, kwa usalama wa taarifa zako, na kwa bei nafuu sana isiyo na maumivu. Kila muundo tunaofanya hauishi kuwa picha. Unakuwa uzoefu, unakuwa chapa yako, unakuwa hadithi yako. Unataka kuona kazi zetu? Nenda Instagram. Andika Empire Studio Dwesh, yaani Empire_Studio 12. Tutafute, tazama kazi zetu, halafu uamue mwenyewe. Empire Studios, the biggest company in the world. Tunasonga mbele na simulizi yetu. Sasa nakurudisha kwa yule mwanamke ambaye tunamtambua kama Mama Lisa. Alikuwa maeneo ya barabarani anauza matunda. Kuna kijana mmoja alipita akiwa anamsalimia. Walisalimiana kama ilivyo taratibu za Kiafrika. Kisha huyu kijana alisema, nataka machungwa lakini nimenye. Mama Lisa, sawa, haina shida, ngoja nifanye haraka. Lakini akiwa anamenya alianza kumuita mwanae. Lisa! Aliita mara kadhaa lakini hamuoni. Aliamua kuzunguka na kumtafuta. Aliachana na kumenya machungwa ili amwangalie mwanae. Kama kawaida ya Lisa, alikuwa anachezea mchanga. Alisema, Lisa, unafanya nini sasa? Mungu wangu, si nimeshakuzuia kucheza na mchanga, ona unavyochafua. Mwisho utajiumiza. Aliongea huku akiwa anamfuta uchafu, kisha alimbeba. Lakini haya yote yakiwa yanaendelea, kulikuwa na gari limepaki upande wa pili wa barabara. Ni kama kuna watu walikuwa wanakula timing, wakitazama mchezo wote. Mteja alikuwa bado anamsubiri mhudumu aje kumhudumia. Lisa alikuwa mkubwa kwa sehemu kama miaka 5, lakini alikuwa anadekezwa sana. Sasa mama aliamua kumbeba mgongoni, kisha akaendelea kumhudumia mteja. Kumbe kwenye gari palikuwa na Rashidi na mzimu wa Faith. Ndio waliokuwa wanaangalia kinachoendelea. Rashidi baada ya kuona kimya kimezidi aliuliza, hapa tunafanya nini? Faith alimkalia kimya kwa sekunde, kisha akamjibu, tulia, tulia. Alimjibu kama mtu aliyejawa na hisia za huzuni. Mama Lisa aliendelea kumfungia mteja matunda huku akipiga story. Mteja alimwambia, mbona huyu mtoto ni mkubwa unabeba hivyo? Anaweza kukuumiza, mweke chini tu. Mama Lisa, hata nikiumia naumia mimi. Umemwona huyu mtoto? Huyu ni maisha yangu. Naweza kufanya chochote kwa ajili yake, hata kumbeba kama hivi. Mteja alijionea kituko hiki, akaongeza kusema, hata mimi naona mama. Mteja akasema, mimi sina pesa keshi, nalipa kwa simu. Mama Lisa, hiyo hela unayotuma kwa simu unatuma shilingi ngapi? Mteja, usijali, nakupa na ya kutoa. Kwenye gari sasa Faith alisema, huyo mtoto aliyebebwa pale ni binti yangu. Rashidi alishangaa na kumgeukia Faith, akauliza, binti yako, una maana gani? Faith alimwambia, siku moja tulikuwa tunatoka supermarket. Nilikuwa naendesha gari. Huyo binti unayemwona kabebwa mgongoni alikuwa siti ya nyuma ya gari. Nilikuwa naongea naye kwa sababu alikuwa kama amekasirika. Nilikuwa nambembeleza kuwa naenda kumchukulia ice cream. Nilipogeuka kumwangalia akiwa siti ya nyuma ya gari, niliporudisha macho yangu mbele nilishtuka kukuta ninaenda kuvaana na gari jingine lililokuwa linakuja kwa spidi kubwa mbele yangu. Na hapo ndipo umauti ulinikuta. Lakini binti yangu alisalimiwa. Aliokotwa na huyo dada, mpaka leo hajui mmiliki wa mtoto ni nani. Rashidi alijisikia vibaya kwa hiyo hadithi fupi. Alimkazia macho ya huruma Faith, akamuuliza, na kwa nini mume wako hajaja kumchukua huyo mtoto mpaka sasa? Faith alisema, mume wangu amefanya kila kitu kumpata huyu mtoto, lakini hajui mtoto yupo wapi. Rashidi, sasa mume wako yupo wapi? Faith alishindwa kusema kitu, lakini baada ya muda alisema, naomba unifuate. Rashidi alisema, nikufuate? Wapi? Kwani unaweka mafuta kwenye hili gari, au unadhani unaweza kuniendesha tu? Faith alisema, kwa hiyo unataka nifanye nini? Rashidi alicheka kwa kejeli kisha akasema, hili ni gari langu na unatumia muda wangu pia. Hata Faith alicheka kwa kejeli.
Alivuta pumzi na kusema, nadhani umesahau kuwa unaongea na mzimu. Rashidi alimwangalia Faith. Faith aliendelea kusema, hivi najua kuwa naweza kusababisha hata wewe uwe mzimu pia. Rashidi alitabasamu kwa kejeli na kusema, una bahati, sipo katika mood leo. Una bahati sana, sipo kwenye mood. Haya, sema tunaenda wapi? Tunaenda kwa mume wangu Alex, twende. Rashidi alimkazia macho, akiangalia anavyokomandiwa kama analipwa, lakini hakuwa na la kufanya. Aliwasha gari huku akichungulia kumwona vizuri huyo mtoto aliyetambulishwa kuwa ni mtoto wa Faith. Waliondoka mpaka eneo moja palipokuwa na supermarket. Walipaki pale kwa muda. Kuna mwanaume alikuwa anatokea humo ndani akiwa na umri kama wa Rashidi, yaani hawajapishana sana. Faith alisema, huyo ni mume wangu Alex. Amekuwa mpweke sana tangu itokea ajali. Mbaya zaidi, mpaka sasa hajui binti yetu yupo wapi, na hicho ndicho kinaumiza moyo wake kila siku. Rashidi alikuwa ni wa kuangalia tu na kufuata maelekezo. Alivuta pumzi kidogo na kutulia, kisha akamuuliza Faith, sasa nini unataka kufanya? Nataka ajue wapi binti yetu alipo. Sasa atajuaje? Wewe ukimfuata na kumwambia kila kitu, ataelewa. Rashidi alicheka kwa kufikiri huku akijiegesha kwenye siti aliyokalia. Alisema, ebu fikiria hiki kitu unachosema. Unataka nimfuate mume wako nimwambie huo ujinga? Huoni kama anaweza kuniona kama kichaa? Faith alisema, na ndiyo maana unatakiwa kujua namna ya kumwaminisha kuwa wewe si kichaa. Tumia akili yako kuongea naye na kumfanya akuamini, mpaka akuamini na kukufuata sehemu alipo binti yetu. Na nina ahadi, kama ukiweza hiyo kazi, mimi naondoka na kuacha. Lakini kama ukishindwa, siendi popote tena. Wakati huu nitadumu na wewe. Sasa si ninakuja na kuondoka, nitakuja kukaa kabisa kila utakapoenda. Rashidi alimkazia macho Faith. Aliona kabisa anapewa kazi ya kumkomoa. Sasa nini atafanya mpaka aminike? Kama marafiki zake hawakumwamini na mpenzi wake hakumwamini, je, huyu mgeni ataweza kumwamini? Hayo yote kwenye sehemu inayofuata. Tujue nini atafanya.